inakuaga hivyo hivyo. Habari ndugu jamaa na rafiki unayesikiliza na kunitazama. Naitwa Isaac Nyankole. Karibu katika kipindi chetu cha mapito. Tunafahamu wazi katika maisha kuna mapito mbalimbali, lakini katika maisha kuna watu ambao wanapitia mapito ya changamoto. Lengo letu ni kuweza kuwafanya watu ambao wanapitia changamoto waweze kuwa na furaha zaidi. Tupo na dada yetu ataweza kuzungumza maisha yake aliyopitia, na pia lengo letu ni kuweza kumfanya awe na furaha katika mapito yake. Karibu dada yetu. Mimi ambao nilipata shida tangia nilivyokuwa mkubwa, nikawa nimezaliwa, nikakuwa, nikapata changamoto ya kupata mwanaume. Kabla tunafahamu wazi kwamba kuna kipindi ambacho kabla ya kuolewa, wakati maisha unakuwa, ulikuwa unaishije na mama yako, au maisha ya nyumbani yalikuwaje? Maisha ya nyumbani yalikuwa magumu. Yakawa magumu. Nikakuwa, nilikuwa navaa nguo moja. Naenda shule. Na hata Jumapili nilikuwa navaa hiyo ya shule. Na narudi naenda kanisani navaa hiyo nguo ya shule. Umezaliwa watoto wangapi kwenye familia? Tumezaliwa watoto 8. Tulizaliwa watoto 10, lakini wengine hawapo, wawili wameshafariki. Sasa tukabaki 8. Sasa tulivyozaliwa watoto 8, tukapata changamoto ya maisha. Baba na mama. Tulikuwa tunaenda shule. Tunahangaika na kutafuta nguo za kuvaa kwenda shuleni, kwenda kanisani. Ile ambayo tulikuwa tunaivaa kwenda kanisani, ndio tulikuwa tunaenda ile nguo ambayo tulikuwa tunaenda kuvaa kwenda shuleni, ndio tulikuwa tunaenda kuvaa kanisani. Tunaenda kanisani na hiyo nguo, na kutembea kwenda kutembea kwenda kwa watu na hiyo nguo ya shule. Ndio changamoto ya maisha yetu. Chakula kilikuwa kinapatikana? Chakula kilikuwa hakipatikani, ndio maisha yetu yalikuwa magumu hivyo hivyo. Mama na baba walikuwa wanafanya kazi gani? Walikuwa wafanyi kazi, walikuwepo tu. Mama alikuwa analima, baba alikuwa anaishi tu ndani. Baada ya kuona unasema kwamba jinsi unavyosema kwamba kuna maisha fulani ambayo mlikuwa mna nguo, hamna nini, wewe watu wa pembeni mlikuwa mnawachukuliaje wale ambao walikuwa na nguo kipindi hicho? Sisi tulikuwa tunawaangalia tu. Sasa tungefanyaje? Unamuomba nguo anasema sina. Sasa unahangaika tu hivyo hivyo, nakaa hivyo hivyo. Hata na nguo ya ndani tulikuwa hatuna. Ndio ni changamoto ambayo nilipitia mimi. Kipindi cha changamoto hizo, uliweza kubahatika kumaliza form 4 au la 7? Mimi nilimaliza darasa la 7. Nilibahatisha nikamaliza darasa la 7. Nilipomaliza darasa la 7 nikapata mchumba. Mchumba nikaolewa. Nikazaa watoto 4. Watoto 4, mwanaume akaniacha. Sababu ya mwanaume kukuacha ni nini? Sababu ya mwanaume kwa sababu ya mama mkwe. Ndio alileta shida. Unaposema mama mkwe alileta shida unamaanisha nini? Namaanisha kwa sababu mama mkwe ndo mama yake mzazi na mwanaume ndo alileta changamoto ndani. Kama zipi? Alisema eti mfukuze, akanifukuza, nikaja huku, nikakaa na watoto wangu, nikapata changamoto hapa ndani nyumbani hapa huku, nikapata changamoto, nikalea watoto wangu. Mimi nataka mtazamaji aweze kuelewa, kuna mpaka mwanaume anakufukuza lazima kuna sababu. Kipindi ambacho mwanaume anataka kufukuza mpaka mama mkwe anaingilia, ilikuwa ni sababu gani? Alikuwa hakuna sababu, labda mwanaume alipata mwanamke mwingine akaoa mwanamke mwingine. Kabla ya kuoa mwanamke alikuwa anajali watoto? Alikuwa wajali watoto, ni mimi ndio niliwahifadhi mpaka wa leo. Kipindi ambacho ulikuwa unaishi naye huyo mwanaume, ina maana kwamba huyo mwanaume alikuwa anajali watoto? Alikuwa wajali, alikuwa anaenda kwa mwanamke yule ambaye amefanyaje, amemuoa mpaka wa leo naye. Mimi nikaatika, nikaja nyumbani, nikalea na watoto wangu kwa baba na mama, nikahangaika mpaka wa leo niko hivyo hivyo. Yule mwanaume kipindi upo naye, si ndio? Kipindi upo naye alikuwa anakunywa pombe? Alikuwa ni pombe. Alikuwa mtu wa hivyo hivyo tu. Kwa hiyo yeye baada ya kuwa mwanamke wa pili akakuacha? Akaniacha tu. Na mimi nikakimbilia nikaja nyumbani. Nyumbani sehemu gani?
Nyumbani hapa Nyarugongo, nilikuwa nimeolewa hapo Ruano. Sasa nilivyokuja hapa, basi nikapata changamoto, nikalea watoto wangu wakakuwa, mwingine ameshaolewa, mwingine yuko hapa Bukoba mjini, mwingine yuko huko anatangatanga hivyo. Unaposema kutangatanga unamaanisha nini? Tangatanga, anatafuta maisha ya kutangatanga, aishi popote tu, yuko hivyo tu mitaani. Mitaani. Unahisi ni sababu gani? Ni kwamba amerogwa au? Hajarogwa. Labda ndo maisha sasa, maisha ambayo ndo nimeyapitia hayo, na mwenyewe labda mwanangu ndo yamfanya hivyo kwa sababu ya baba yao kuwatupa. Ndo yuko hivyo sasa. Sasa unaposema unapitia changamoto sasa hivi, unapitia changamoto gani? Sasa hivi changamoto. Sasa naishi kwa mdogo wangu. Unaona? Kwa mdogo wangu sina chochote kile ambacho cha kunisaidia, mpaka nikimpigia simu anasema sina hela. Sasa mpaka naenda kulimia watu. Nalima magugu ndo nakuja kupata shilingi 2000 za kutunza watoto. Huyu mtoto anasoma shule mpaka alianzia darasa la kwanza chekechea, nikamsomesha mpaka wa leo natafuta magugu hayo nalimia watu, ndo napata 2000 hizo za kupeleka wapi? Shule uji uendeshaji mpaka akafika darasa la 7. Mpaka sasa hivi ni darasa la 7. Yuko darasa la 7. Na ya mtihani na nini baba yake hajui. Ndio mimi nahangaika na watoto. Baba anaishi mkoa huu? Baba yake. Baba anaishi mkono anaishi Msoma. Sio huko. Kwa hiyo mpaka leo hii hajawahi kukupigia simu wala nini? Mpaka wa leo sijawahi kukutana naye, hajawahi kunipigia simu. Niko hivyo nahangaika na huyu mtoto ambao wa mwisho. Wewe unataka uweze kusaidiwa nini? Mimi nataka mtoto wanisaidie kwa mtoto, wanisaidie angalau nipate biashara, nipate hela ya biashara. Jione na mimi nijiendeshe kwenye biashara, nione kama nitanyanyuka, ni mtoto wangu niangalie kama atasoma, atamaliza shule ambao yuko darasa la 7. Ndio nataka nihangaike naye. Huyu ambao anasema mtoto anatangatanga utaki asaidiwe? Huyu mtoto ambao anatangatanga na mwenyewe nataka asaidiwe. Hata wakimsaidia wakampa hela wakampa msaada wa biashara, na mwenyewe atafanya tu. Atakafanya kwa biashara na mwenyewe. Na mtu atakupataje kama anataka kusaidia? Mtu akinitaka kunipata, atanipata kwa simu. Hebu taja hiyo namba. Namba yangu ni 07 6 7 30 86 42. 07 6 7 30 86 42. Hebu rudia tena. 07 6 7 30 86 42. Ndio namba yangu ya simu. Natumaini mtazamaji umeweza kusikiliza kile ambacho ameweza kusema dada yetu. Kuna changamoto mbalimbali ambazo ameweza kuzipitia, hususan kutelekezwa na mwanaume. Kwa hiyo lengo letu ni kuweza kuwafanya watu waliokosa furaha kuwarejesha furaha. Kwa hiyo chochote ulichonacho hakikisha unachanga kwenye namba ambayo umeweza kutaja, ili aweze kupata kupata mtaji wowote na kuweza kusaidia familia tu, kwa sababu ameweza kuzungumza kwamba yeye mwenyewe ndiye analea familia pamoja na watoto, anaenda kulima magugu ili mradi tu aweze kusaidia familia. Kwa hiyo lengo letu ni kuweza kuwafanya watu waliokosa matumaini kuwarejesha furaha. Asante, naitwa Isaac Nyankole. Hakikisha unabonyeza neno subscribe, na pia hakikisha unamsaidia dada yetu ili aweze kupata msaada. Asante.